wako uwe inavyoipasa Injili. Andika, mwenendo wangu unatakiwa uwe kama inavyoipasa Injili. Mwenendo wako uwe vipi? Kwa namna gani? Injili inaposema ya kwamba usiue, au neno la Mungu linaposema ya kwamba usiibe, neno la Mungu linaposema ya kwamba usizini, neno la Mungu linaposema ya kwamba usimshuhudie jirani yako uongo, unatakiwa kutembea kama jinsi ambavyo neno la Mungu linasema. Unatakiwa uwe kama jinsi neno la Mungu linavyokujia, kama jinsi unaposikia kwamba neno la Mungu linasema na wewe. Unapoambiwa kwamba usizini, sio kwamba linasema na watu wengine, linasema na wewe, kukutengeneza au kukurekebisha kwamba unatakiwa kuwa katika njia iliyo sahihi. Wakati mwingine watu tunajisahau. Inaposema usimshuhudie jirani yako uongo, yaani usiseme na mtu yeyote habari za uongo. Sio kwamba ile kwamba unasema kwamba kwenda kumshuhudia mtu. Inasema, yaani anamaanisha kwamba usiseme na mtu, ikiwa wewe ni mtu ambaye umeokoka, usinene habari za uongo. Usimshuhudie mtu uongo. Usimwambie mtu kitu ambacho sio kweli. Lakini walokole siku hizi nao wamezidi. Wakati mwingine wanakuwa wanaongea uongo mpaka hata jirani yake anaweza kumwambia, bwana umezidi hapo, punguza. Kwa sababu simu sasa hivi zimetufanya yaani tuseme uongo mno. Wakati mwingine huko mahali fulani, lakini mtu anakuuliza uko wapi, unasema vingine ambavyo sivyo. Tayari umeondoka kwenye mstari. Tayari umeondoka kwenye neno la Mungu. Lakini Biblia inapokuambia useme ukweli, unatakiwa useme kweli. Ndipo ambapo hata Mungu anaweza kukushughulikia, anaweza kukusaidia, anaweza kukuongoza, kwa sababu tayari wewe mwenyewe unao ule mwelekeo wa kuongozwa. Lakini kama utakuwa unasema uongo, Biblia itakuwa yaani inakuona kwamba wewe ni muongo, yaani unapinda pinda, au Mungu anakuona kwamba huyu hata kama nikisema ni muongoze hawezi kufika kule ninakotaka. Lakini kikubwa ni nini? Ni kusema kweli. Ni kutembea katika Injili. Kama Yesu amesema fanya hiki, fanya. Ukiambiwa usifanye hiki, usifanye. Hapo ndipo unaporuhusu Mungu atembee na wewe katika kila jambo. Soma katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya 1 mstari wa 27. Nitasoma. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo. Mstari wa 27. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa Injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwepo, niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya Injili. Anasema kwa habari ya mwenendo. Anasema na wale ambao wameokoka. Endapo kama unasema kwamba wewe umeokoka, basi wokovu wako, neno lako kwamba umeokoka, tembea sawa sawa na vile wokovu unavyotaka. Simama sawa sawa kama jinsi ambavyo unatakiwa uwe. Paulo anasema kwamba hata kama nikija au hata kama sijaja, huku niliko nisikie habari njema kwenu, jinsi kwamba Injili inatembea na nyie, jinsi kwamba nyie mnatembea Injili kama Injili inavyosema kwamba Mungu anataka wewe uwe hivi, wewe utoe, basi toa. Anapotaka kwamba wewe uende ukamshuhudie mtu ili aokoke, basi nenda. Lakini anasema kwamba hilo jambo lisio kwamba mimi nikiwepo, hata kama sipo pamoja na nyie, lakini huku niliko nisikie habari njema zinazoihusu
kuhusu Injili. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa anatamani kusikia wale ambao amewafanya katika Kristo, amewafanya kuwa wanafunzi, wanaendaje, wanatembeaje katika Injili, wanahusikaje katika hii Injili. Pale alipoacha ndipo au wanakata tamaa, wanarudi nyuma, au hata kama nikisikia huku ninasikiaje habari zao, zinanitia moyo kwamba niendelee kuambia wengine, zinanitia moyo kwamba watu wengine wanazidi kuendelea mbele, wanazidi kuokolewa, wengine wanazidi kuongezeka katika kanisa. Paulo alikuwa anataka kusikia kila mmoja kwamba anaendeleaje. Hata wewe leo unatakiwa ukae ukijua kwamba maisha yangu yanaendeleaje, kiroho changu kinaendaje, kikoje. Muda wetu umekwisha mno. Andika sababu ya mwenendo usioipasa Injili. Kuna mwenendo usioipasa Injili hata kwa watu ambao wameokoka. Mfano Yona alikuwa anamjua Mungu sana, lakini baada ya kuambia kwamba aende Ninawi akahubiri kule, kwa sababu alikuwa na shida na watu wa kule Ninawi, akaona hapana, akasema sitakwenda, akageuka akaenda kwingine, akaenda kwingine ambako hakutumwa na Mungu. Kilichompata kule ni pale ambapo aliona kwenye merikebu upepo unaipiga ile merikebu. Walipopiga kula wakasema kwamba ni nani ambaye yuko katikati yetu, ambaye yuko kinyume na sisi. Kula ikamwangukia Yona. Kwa sababu gani? Hakuwa anatembea na Injili kama ipasavyo. Jinsi ambavyo ametumwa kwenda Ninawi akaihubiri Injili, yeye akaamua kwenda Tarshishi, kule ambako yeye hakutakiwa kwenda. Wakamtupa baharini. Lakini kwa kuomba sana mbele za Mungu akamsikia, akamrudisha, lakini akarudi kule tena kuifanya ile kazi ya Mungu. Wapo watu wengi ambao hawakutembea na Mungu kwa ukamilifu. Daudi pia alikuwa anatembea mara na acha, lakini anarudi. Wako wengi, lakini tuangalie wachache. Tusome katika kitabu cha Matendo sura ya 8. Sura ya 8 mstari wa 3. Nitasoma. Sauli akaliharibu kanisa, akiingia kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Sura ya 22, Matendo hiyo 22:4. Asema nikawauzi watu wa Mungu, nikawauzi watu wa njia hii hata kuwaua, nikawafunga, nikiwatia gerezani wanawake na wanaume na wanawake. Tunaona hapa Paulo jinsi alipokuwa analiuzi kanisa, anamuuzi Mungu, anayafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Kisa tu ni mtu ambaye ameokoka. Anaposikia kwamba huyo ameokoka, ana imani hii ya wokovu, anamkamata, anamtia gerezani. Maisha yasiyopatana na Injili, unaweza ukajikuta ukafanya jambo ambalo ni chukizo mbele za Mungu, lakini kwa sababu Injili haikuwa na sheria ndani yako, ulikuwa unaona ni sawa tu. Ulikuwa unaona ni sawa kwenda
ndani yako, kwa sababu injili haina hauna sheria ya injili. Injili haiko ndani yako. Kwa maana hiyo unaweza kufanya kile ambacho unakiweza, lakini kama ukishikwa na Kristo, sheria ya Kristo inakuongoza kuyatenda mema. Sheria ya Kristo inakuongoza kufanya amani kwa watu. Tusome kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 6. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 3 mpaka ule wa 6. Nitasoma: kwa maana sisi tutohara tumwabudu Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hakuna fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatutumainii mwili. Walakini mimi ningeweza kutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi ni zaidi. Sikiliza Paulo anaposema: nalitahiriwa siku ya 8, na siku ya 8 ni mtu wa taifa la Israeli, na kabila yangu ni Benyamini, Mwebrania wa Waebrania. Kwa habari ya kuishika torati ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hapa Paulo kabla ya kumpata Yesu alipokuwa kwamba yeye sheria ilikuwa ameitimiliza, kwamba kama ukisema kwa habari ya juhudi, anasema mimi juhudi yangu ilikuwa ni kuliuzi kanisa, ni kuwaua tu watu wanaojiita wameokoka, ni kuwakamata tu. Anasema kwa juhudi hiyo tu nimeifanya. Hapa alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa na uwezo gani. Alikuwa anaonyesha kwamba mimi nilikuwa sizuiliwi na kitu chochote. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikanipinga. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikanizuia, kwa sababu kila unaponipeleka mahali mimi nimefiti. Hakuna mahali ambapo pananifanya nionekane kwamba sijatosha mahali hapo. Yeye anakuambia kwamba kwa habari ya kabila, yeye ni mzaliwa, yeye ni Mwebrania. Alikuwa na sifa zote. Alikuwa anajigamba sana kwa ajili ya habari hizi. Lakini ukiendelea kusoma pale mbele, anasema kwamba hichi sio fahari kama fahari ya kumpata Kristo. Anasema kujulikana kwangu au ukubwa wangu au zile nguvu zangu nilikuwa ninazifanya sio kitu mbele za Mungu. Kikubwa ni kumjua Kristo, nimpate Kristo katika maisha yangu, nitembee naye. Yeye alikuwa anaonyesha kwamba hata kama unaweza kujivuna kwa habari ya mwili, basi mimi ni zaidi. Kuna watu wengine ni zaidi katika mambo ambayo hata sio ya kimungu, lakini alikuwa anajigamba. Maana watu alikuwa katika lile taifa, watu walikuwa wanamuogopa na wanamjua sana. Anaona kwamba sio fahari kujulikana katika hayo mabaya, katika hayo mambo ya tu ya kupita, ambayo baadaye maisha yangu yatakuwa ni hasara. Sio fahari. Lakini fahari ni kutembea katika injili inayopasa kuiendea, kuitenda. Hiyo ndio fahari ya mtu wa Mungu.
andika waliotembea katika mwenendo uipasayo Injili. Wapo watu ambao wametembea katika mwenendo unaoipasa Injili. Wako wengi, lakini hapa nimeweka wachache ambao tutajifunza kwa hao, pamoja na kwamba kuna wengi ambao yani ni watu wakubwa na wametembea, wamefanya vizuri, lakini kuna wachache. Andika Musa alitembea, lakini ilipofika wakati Mungu akamwambia hapana, achia hiki kijiti, mpe Joshua. Joshua naye kwa wakati akakiongoza kile kijiti. Na Mungu alifanya hivyo kwa sababu aliona kwamba Musa sasa wakati wake umekwisha. Lakini sasa kwa sababu wakati wake umekwisha, muda mwingi kumbe alikuwa anamtengeneza Joshua pembeni kwa Musa, akitembea naye, akiangalia jinsi gani anafanya Musa, nini na nini ambacho anakifanya. Kwa hiyo kumbe wakati ule alikuwa Mungu amemkaribisha Musa karibu na Joshua ili Joshua ajifunze kitu kwake. Lakini tunaona kuna Elia alikuwa na Elisha, akawa anamfundisha vitu. Elisha akamwambia Elia, nipe. Elisha aliomba kitu kigumu sana kwa Elia. Alikuwa anataka ile sehemu ya huduma ya Elia maradufu. Alikuwa anaitaka sana. Kwa sababu gani? Aliona alikuwa anaishi maisha matakatifu. Alikuwa anaishi akimpendeza kila mtu. Alikuwa hakuna kosa ambalo unaweza kumkuta nalo. Kwa hiyo Elisha alipenda ile huduma ya Elia, akaiomba. Elia akamwambia, ukiniona nitakapotwaliwa utaipata, utapokea. Elisha akajitahidi, akasema hapa sitang'oka. Popote anapokwenda na mimi ninakwenda. Mahali popote ambapo atasema ninakwenda na mimi niko nyuma yake. Akamwambia kwamba basi kaa hapa, Mungu amenituma niende Ninawi nikafanya hiki. Akasema na mimi ninakwenda. Akamwambia ninakwenda huku, akasema tuko pamoja. Ninakwenda Tanzania, akasema tunakwenda wote. Akamwambia mimi nakwenda kusini huku, nasema tuko wote. Ili nini? Kuna kitu anakiona, anakiangalia, anakiatamia kile kitu, ili kitakapotokea tu na yeye akipate. Maana aliambiwa kwamba ukiniona tu utakuwa umepokea. Kumbe wakati mwingine tukimwona tu Yesu tunapokea vitu. Wakati mwingine kumbe kuna vitu vinatuzuia kwa sababu tu hatuoni. Lakini kumbe ukiona, ukitazama vizuri, unapokea. Lakini sehemu nyingine tunaona Yesu na wanafunzi. Yesu akaacha kijiti kwa wanafunzi. Wanafunzi wakatembea katika lile neno ambalo Yesu aliwaachia. Akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama jinsi ambavyo hata leo hii sisi tumepatikana kutokana na Injili ya wanafunzi wa Yesu. Wao wamepatikana kwa sababu ya kina Petro, maana hawakunyamaza. Wao wamepatikana kwa sababu ya watu wengine ambao wamehubiri, wamesikia habari ya Yesu, ndio maana na leo uko mahali hapa. Soma katika kitabu kile cha Matendo sura ya 3. Matendo sura ya 3 mstari wa 1, alafu utaruka tutaenda wa 4 hata wa 6. Nitasoma. Basi Petro na Yohana pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina
Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna kitu ambacho ninajifunza sana. Wakina Petro walikuwa wanaona kwamba kuna kitu ndani yetu. Mlangoni kwa ajili ya kuomba sadaka. Alipofika pale wakamwambia, kwa maana yule alipoona tu watu wanakuja akajua kwamba lazima nitapokea kitu. Maana watu wanakuja wanaangalia shida ya yule mtu halafu wanafanya. Lakini Petro akasema kwamba, na Yohana akamwambia kwamba tutazame sisi. Unapotutazama sisi, yule mtu alikuwa anaangalia. Alikuwa anaangalia ili aone kuna kitu gani ambacho atakifanya Petro kwa ajili yake. Yamkini alikuwa anatazama kwamba ataona mzigo wa pesa unatolewa na Petro. Maana alijua Petro alikuwa mvuvi wa samaki. Kwa maana hiyo chochote kile kitu anacho atanipa ili na mimi nipate kidogo. Lakini Petro akamwambia tutazame. Yaani alikuwa na maana kwamba umtazame. Unapotazama utamwona Kristo ndani yake. Unapotazama utapata uponyaji. Unapotazama unapata uzima. Unapata ukombozi. Kwenye macho ya Petro kulikuwa na uzima ndani. Yesu alikuwa ndani ya macho ya Petro. Ndio maana akamwambia tutazame sisi. Musa aliambiwa na Mungu, tengeneza nyoka wa shaba, alafu mtundike juu. Kila anayeng'atwa na hawa nyoka anapokwenda kumtazama yule nyoka pale juu apate uzima. Unapomtazama unapata wokovu. Unapomtazama unapata kufunguliwa. Lakini ni mpaka utazame. Tazama mtu wa Mungu, ndipo utakapofunguliwa. Ndipo utakapovuka. Lakini ni mpaka umtazame Yesu. Ni mpaka uchukue hatua ya kutazama. Kwanza ukubali kutazama, alafu ndipo uchukue hatua nyingine ya kufunguliwa. Yule kiwete asingetazama vizuri, asingemwangalia Petro na Yohana, asingepokea wokovu, asingepata uzima. Lakini kwa kuangalia tu akapata uzima. Akafunguliwa. Akapona. Akawa sio baba tena. Akatembea. Hata watu wakapata kushangaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye macho ya watu wa Mungu kuna uzima. Uzima unapatikana pale unapotazama. Ukimtazama Kristo ukisema kwamba hakika alikufa kwa ajili yangu, yeye aliyetoa maisha yake kwa ajili yangu, utapona. Utakuwa mzima. Lakini jambo hili liliwafanya Petro na Yohana wakakamatwa. Baada ya kuponywa ile kiwete, wakawakamata, wakawaweka gerezani. Unaposoma ile sura ya 4 pale utakuta jinsi ambavyo Petro na Yohana walivyokamatwa.